Hallelujah. Amen. Just continue raising your hands to Jesus
Hallelujah. And tell all thank you and thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. For there is something that I've known from this mighty God. Hallelujah. Yes. This God has no beginning, and this God has no end. And that's why He remains Yahweh. And that's why He remains the Alpha and Omega. I just want you to raise up your voice and raise up your hands and honor Jesus, because He's the Alpha and Omega. He existed before everything came into place. Father, we thank you and we worship you in this juncture, Lord. There is no one else like you, Jesus. You are the beginning and the end, my Master. We lift your name high, Jesus Christ, because you are Holy One, because you are faithful, Father, because you are loving, Jesus, because you brought us up to this far. And that's why we thank you, Jesus. Yes, Lord, we worship you, Lord. Just continue lifting your voice and worship Him. That is the Alpha and Omega. Thank you, Jesus. You're the Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You're the Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You're the Alpha. You are Alpha and Omega.
atmosphere of prayer. Just tell the Lord thank you. Tell the Lord thank you. As we are shining our director. Vous êtes le merveilleux, Seigneur. As we are shining our director to come and take us to the next stage. Ramase Karibaboria. Thank you, Our Jesus. Lord, we thank you. Thank you for being Our my Lord, we beginning. give you the glory. Thank you for being Our my Lord, we freedom. give you the honor. Thank you for being my In the name of Jesus. Thank you for In the name of everything. Jesus. Thank you for Lord, we being thank me you. from nothing. Lord, we worship you. Without you, I Lord, would we be give you the nothing. glory. But because you Lord, are we there, give you the honor. I am. We say there is none like Father, we you. thank you. We give you all the glory and honor. Worship the Lord. Thank you, my master. Endelea kusongoza na Bwana. Endelea kusongoza na Bwana. Thank you, Lord. Endelea kusongoza na Bwana. Endelea kusongoza na Bwana. Hallelujah. Now, in this wonderful moment of worship, Wakati huu wa ajabu ibada. in this wonderful moment of worship, Wakati huu wa ajabu wa ibada. in this wonderful moment of worship, Katika wakati huu wa ajabu wa ibada, in the reference, in His presence, the presence of the Holy Spirit, tukiheshimu uwepo wa Roho Mtakatifu, it is my humble desire and moment at this opportunity ni wakati wangu wa kunyenyekea katika fursa hii ya ajabu, to bring unto us the vessel God has prepared for this moment, for the purpose of impartation to these servants who are here. kuleta mtumishi ambaye Mungu amejiandaa kwa ajili ya kuguza maisha ya watumishi walioko hapa. And without any further ado, Na bila kuchelewa, wonderful people of the Lord, watu wa ajabu wa Mungu, I want us to celebrate as we bring us the president of the International Pastoral Training Center, tushangilie tukimleta rais wa International Pastoral Center, Reverend Dr. David Tucker. Let's receive the man of God. Dr. David Tucker. Karibu. Let's receive the man of God. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Today is the day Leo ndio ile siku that God begins something new in your life. ambayo Mungu anaanza jambo jipya ndani ya maisha yako. And I want you to just say this with me, Nataka urudie maneno haya nyuma yangu. that I am a new creature in Christ Jesus. Sema mimi ni All kiumbe things have kipya passed ndani away. ya Kristo. And all things have become new. Mambo ya kale yamepita na yote yamekuwa mapya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When I was in Uganda Nilipokuwa kule Uganda in 1983, mwaka wa 83, they began to sing a song. walianza kuimba wimbo, But everyone who was singing the song lakini kila aliyekuwa akiimba wimbo huu was 11 years old or younger. alikuwa ni umri wa miaka 11 kurudi chini. They were all, none of them had any parents. They were all orphans. Wengi wao hawakuwa na wazazi, walikuwa mayatima. And they began to sing a song. Na wakaanza kuimba wimbo. And they sang this song. I'm going to sing it for you. Waliimba wimbo huu ambao naenda kukuimbia. Pray for our country, Uganda. Ombea inji yetu Uganda. Pray for our country, Uganda. Ombea inji yetu Uganda. And then these little children Na hao watoto wadogo began to sing it this way. wakaanza kuimba hivi. Pray for our country, USA. Ombea inji yetu USA Marekani. And then they sang, Na pray wakasema, for our country, Tanzania. afu akasema ombea inji yetu Tanzania. Pray for our country, Tanzania. Ombea inji yetu Tanzania. And I think I heard Na the angels singing with them. nikaona kana kwamba malaika walikuwa wanaimba pamoja nao, Because whenever God's people praise the Lord, kwa sababu kila wakati watu wa Mungu wanapomsifu something happens in the heavenly. kuna jambo linatendeka katika ulimwengu wa roho. I believe the angels sing along with us. Ninaamini ya kwamba malaika wameimba pamoja nasi. And today I feel the presence of the Lord. Ninahisi uwepo wa Mungu leo. Even the cooking staff, the kitchen staff, Hata wale wanaotuhudumia jikoni, wale wapishi
I didn't know if they were alive in there. Sikujua kama wako pale. I didn't know if they could dance. Sikujua eti wao pia But wanaweza here they kucheza. came out. Lakini walitoka mbio huko. And they danced in the Spirit Na today. wakacheza ndani ya roho leo. And you know what? Today's the day of rejoicing. Leo ni siku ya furaha jamani. Today's the day of celebration. Leo ni siku ya kusherehekea. This is a great day. Ni siku kubwa leo. Are you excited about what God's doing? Leo unafurahia yale Mungu anafanya. I'm excited for what God's doing at IPTC. Nachangamuka na kufurahia yale Mungu anatenda IPTC. But I'm even more excited about what God is doing in your life. Na nafurahia zaidi yale Mungu anatenda ndani ya maisha yako. I can tell you right now, Naweza kuambia sasa hivi. God is going to do something great in your life. Mungu anakwenda kufanya jambo kubwa ndani ya maisha yako. You're going to go places that I can't go. Utafika mahali ambapo mimi sijafika. You're going to do things that I can't do. Utafanya mambo ambayo sijawahi kuyafanya. The Spirit of the Lord is going to move on you in ways that He would never move on me. Roho wa Mungu atatembea kwa njia kubwa kwako kuliko vile amefanya But kwangu. we have to not only take it into our life, Lazima tujue na kuweza kuyaweka ndani ya maisha yetu. but when we see the need, Lakini unapoona hitaji, we have to pour into that need. lazima umimine ndani ya hilo I'm hitaji. talking about pour into it. Naongea kuhusu kumimina ndani ya hitaji. And today, that's what I have for a scripture for you today. Na hilo ndilo andiko ninalo kwako leo. It's how God brings us together Jinsi Mungu anatuleta pamoja so we can stand beside one another ili tuweze kusimama na mwingine when things are difficult, wakati mgumu. when things are difficult for you. Wakati mambo ni magumu kwako wewe, I can stand by you. niweze mimi kusimama na wewe. And whenever things are difficult for me, Na wakati mambo ni magumu kwangu, you can stand by me. na wewe uweze kusimama nami. We're in this together. Tuko hapa pamoja. We're in this together. Tuko hapa pamoja. You and me. Wewe na mimi. Rwanda, Sisi Rwanda, Burundi, Burundi, Uganda, Uganda, South Sudan, South Sudan, Tanzania, Tanzania, Kenya. Kenya. Can anybody say praise the Lord? Kila mmoja aseme Bwana asifiwe. Praise the Lord. Are you ready for the word of the Lord Je, today? mko tayari kwa neno leo? Amen. You may be seated, all except for one person. Mnaweza keti ili mtu mmoja tu asiketi. Wengine wote mketi. I have a friend with me here today, Nina rafiki yangu hapa leo, and his name is Simiyu Benedict. anaitwa Simiyu Benedict. And today he's traveled to be here with me, Amesafiri leo aungane nami hapa, and I'm very grateful. nami ninafurahia sana. Will you honor him with a clap today? Hebu tumukaribishe kwa makofi. And so today I just want to say to you, Nataka nikwambie what God's doing in your life, yale Mungu anafanya ndani ya maisha yako, He's going to multiply. ataenda kujumlisha na kuongeza, kuzidisha. What He does is something greater than we can imagine. Yale Mungu anafanya ni makubwa kuliko jinsi tunavyowaza. And so I want you to be aware Basi nataka ufahamu hilo, that you and I ya kwamba wewe na mimi have work to do. tuna kazi ya kufanya. We have work to do. Tuna kazi ya kufanya. And God's saying, I want to take the borders off your life. Na Mungu anasema anataka aondoe mipaka kwa maisha yako. I want to release you into the freedom to do the work of the Lord Akuweke huru ili uweze kutenda kazi ya Bwana the way He needs to do it through you. jinsi anavyotaka aifanye kupitia kwako. May God bless you, my friend. Mungu akubariki rafiki yangu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Give Him a hand clap offering. Hebu today. tumpige makofi. This pulpit's going to make me look even shorter than I am. Today, as I begin, Leo ninapoanza, I'm going to read from the Gospel according to St. John, ninasoma Injili kulingana na mtume Yohana, chapter 11. sura ya Chapter 21, sura ya 21 verse 11. na mstari wa 11. Na kabla ya wakati huu pamekuwepo labda na maombi. We find that Jesus is back, Peter is back on the shores. Tunakuta Petro amerejea ukingoni. He's back on the shores of, I'll stand a little bit further from you. He's back on the shores of the Sea of Galilee. Amerudi kwenye ukingo wa bahari ya Galilaya.
This is where he came from. Na hapa ndipo alipotokea. This is where it all began. Na yote yalianzia hapa. Peter was standing on the shores of the Sea of Galilee Petro alikuwa amesimama kwenye ukingo wa bahari ya at a Galilaya. little town called Bethsaida. Katika mji mdogo unaoitwa Bethsaida. It's on the northern shores of Galilee. Ilikuwa ni pwani ya kusini ya kaskazini kule Galilaya. And he'd just come in from fishing. Na alikuwa tu ametoka kazi ya kuvua samaki. And Jesus came walking his way. Na Yesu alipita mahali alipokuwa. And when he came to where he was at, Na alipofika mahali alipokuwa, he said to Peter alimwambia Petro 2 words, mambo mawili. follow me. Nifuate. And Peter left everything that was there Petro akaacha yote pale and he followed Jesus. na kumfuata Yesu. Today I'm believing Leo ninaamini that Jesus is walking this way. ya kwamba Yesu anapita mahali hapa He's kwetu. coming this way today. Yesu anapita kwetu leo. I don't know if you're at the beginning. Sijui kama wewe uko mwanzo, I don't know where you're from. sijui wewe unatoka wapi, But I will tell you, the Lord knows where you're at. lakini nataka nikwambie Mungu anafahamu mahali ulipo. And he's come to find you today. Na amekutafuta akupate leo. And whenever he came to this place, Na wakati Yesu alipofika mahali pale, Peter said, what about my brother? Petro akasema, na ndugu yangu je? My brother Andrew. Ndugu yangu Andrea He wants to follow you too. anataka pia kufuate wewe. Jesus said, come on. Yesu akasema njoo. Said, come on, brother. Akasema njoo ndugu. As he walked on down the road by the shore, Alipokuwa akitembea kule kwenye ukingo wa bahari, Jesus looked up and he saw another fisherman. Yesu akaangalia katika hawa wavuvi. And this fisherman was mending his nets. Hawa wavuvi walikuwa wanaosha nyafu zao. He was repairing the damage from the day. Walikuwa wanatengeneza nyafu ambazo And zimeharibika. as he was repairing these nets, Na alipokuwa akitengeneza, Jesus looked at him Yesu akamtazama and he said, that's exactly the kind of man I'm looking for. na akasema, mtu wa aina hii ndiye ninayetafuta. That's the kind of person I need. Huyu ndiye mtu ninayemhitaji. He was mending his nets, Alikuwa anatengeneza nyavu, taking out the holes, alikuwa anatoa yale matundu yaliyokuwa yametoboka, fixing the gaps, akitengeneza zile nafasi, anything that was torn, mahali ambapo palikuwa pamechanika, anything that was broken. mahali ambapo palikuwa pamekatika, He was sewing it back together. alikuwa anashona pamoja. He knew that it needed to be fixed. Alijua ya kwamba inahitajika kushonwa. And so he didn't leave it the way it was. Hakuacha ikiwa namna hiyo. He said, I'm going to mend it. Alisema I'm going nitashona, to sew it back together. nitashona pamoja. And Jesus said to him, Yesu akamwambia, follow me. nifuate. And when he did, he says, but what about my Na brother? alipofuata akasema, na ndugu yangu je, I have tunamwacha a wapi? brother. Ninaye ndugu, His name is James. jina lake ni Yakobo. Can he come too? Je, yeye anaweza kuja He pia? said, come on, James. Yeye akasema ndiyo, njoo Your Yakobo. family. Njoo You're familia. our brothers. Sisi ni You're my mandugu. family. Ninyi ni familia Come on yangu. with me. Njoo tuende pamoja. And so they began a journey. Kwa hivyo wakaanza safari. And they began going through great things. They began to have some great experiences. Wakaanza kuwa na mambo hawajawahi yaona tena. These 4 men, Hawa watu wanne, Jesus gave them bread that he broke in his hands. Yesu aliwapa mkate, kipande cha mkate alichokivunja mkononi, And he put it in their hands. akawawekea kwenye mkono wao. And he said, go to the people who are hungry. Akaambia kwamba wapeeni watu walio na njaa. Can you feed the hungry one? Je, unaweza kuwalisha wenye njaa Their family too. pamoja na familia zao? He said, take this bread Alisema, chukua mkate huu to those that are hurting. kwa walioumia, Take this little bit of fish. wapelekee Go samaki, feed them. nenda uwalishe. And he took the baskets that Jesus broke. Akachukua vikapo vya vipande vya These mikate, little pieces of bread. vipande vidogo vya mkate, And Peter went and he gave it to those who were in need. na Petro akaenda na kuwapatia waliokuwa na mahitaji. He said, this is from our Lord Jesus. Akasema, hii imetoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Jesus gave me this Yesu alinipa hii so that I could give it to you. ili nikupatie wewe. I want you to know something. Nataka ufahamu jambo.
5,000 people were there that day. Watu 5,000 walikuweko pale. But Peter and Andrew Lakini Petro na Andrea and James and John na Yakobo na Yohana had more family that day. walikuwa na familia kubwa The siku hiyo. family expanded. Familia yao ilipanuka. It got bigger. Ikawa kubwa. And in this moment, Na wakati huo they began to realize that, wakaanza kujua, wait a minute, ngoja kidogo. they started with only 5 loaves. Walianza tu na mikate 5 And we're feeding 5,000 people with 5 loaves of bread? walikuwa wanalisha watu 5,000 kwa mikate 5 tu. That's impossible. Hii haiwezekani. But the Lord takes what we have, Lakini Bwana huchukua tulicho what nacho, little we have, chochote tulicho nacho and He kidogo. says, if you'll give it to me, Anasema ukinipa mimi, if you'll give me what you have, ukinipa ulicho nacho, I will give you what I have. nami nitakupa nilicho nacho. But it's not for you just to hold to yourself. Na sio eti wewe uchukue yote wewe It's for mwenyewe. you to give away, Ni kwa ajili ya wewe to share kupeana. with other people, Gawia watu to wengine. care for them Wajali as wengine. if they're your family, Kana kwamba ni familia yako. because they are your Kwa sababu family. ni familia yako. So on that day, Kwa hivyo siku hii God used a little boy Mungu alimtumia mtoto mdogo who had his lunch with him. aliyekuwa na chakula chake cha mchana. You say he's too small. Kasema huyu ni kijana mdogo He's tu. not important. Yeye hana umuhimu He's wowote. like one of those little Ugandan kids singing Ni a kama wale song. watoto wa Uganda wadogo wakiimba. Pray for our country, Uganda. Ombea nchi yetu Uganda. They're not important, Hawa sio wa muhimu. but in the sight of the Lord, Lakini machoni pa Bwana they're family. wao ni familia They yetu. belong. Wao ni wetu. Says this little boy will give. Huyu kijana mdogo aliyepeana. A little child Mtoto mdogo will lead us. atatuongoza. And in this moment, he took the bread from this child Wakati huo akachukua mkate kutoka kwa huyu and he mtoto broke it for the thousands. na akawavunja kulisha maelfu ya watu. So Ili uweze kutenda kazi ya Bwana. The way He needs to do it through you. Jinsi anavyotatu baadaye. it tells us that Jesus was the Yesu alikuwa anaenda kula Pasaka. and when he was going to observe the Na Passover, wakati alikuwa anaenda kwenye Pasaka, he said to his 12 disciples, akawaambia wanafunzi wake, he said, come, let's find a place where we can go. sema njooni tutafute mahali ambapo tunaweza kwenda kula chakula. And Peter said, I'll find a place. Petro akasema nitatafuta mahali. And they found a little upper room. Wakapata chumba kidogo cha juu. And it tells us that Jesus invited them to the table. Tunaambiwa kwamba Yesu akawakaribisha mezani. And he sat at the table and they ate the Passover meal together. Wakaketi kwenye meza na wakala chakula cha Bwana pamoja. It was a special day just like today. Ilikuwa ni siku maalum kama vile leo It was a kwetu. day of celebration. Ilikuwa ni siku ya kufurahia, It was a day kushangilia. of joy. Siku ya furaha. And they sat together with Jesus. Wakaketi pamoja na Yesu. And he took the bread. Akachukua mkate. And he blessed the bread. Akaubariki mkate. And he said, Akasema as he broke the bread, alipovunja ule mkate, this is my body. huu ndio mwili wangu. Take it. Chukua, Eat it. ule. He took the cup Akachukua kikombe and he held it up. na akakiinua And he juu. blessed the cup. Akakibariki kikombe. He said, this is the blood of the new covenant. Akasema hii ni damu ya agano jipya. Drink it for your forgiveness. Inyweni kwa msamaha wenu. God was doing something new that day. Mungu alikuwa anafanya kazi mpya siku hii. They celebrated the Passover, Walisherekea Pasaka, but now they were celebrating the new covenant. lakini sasa walikuwa wanasherekea agano They jipya. were celebrating something different now. Walikuwa katika jambo jipya sasa. And Jesus was bringing the bread and the cup. Yesu alikuwa anawapa mkate na kikombe, And they drank of the cup na walikuwa na kinywea kikombe and they ate the bread from his hands. na kula mkate uliotoka mkononi mwake. It says, and then they sang a song. Kisha wakaimba wimbo, They sang a hymn. wakaimba pambio. You're the Alpha and the Omega, Wewe ni Alfa na Omega, the beginning and the end. mwanzo na mwisho, And you're worthy of all praise. na unastahili You're kuabudiwa, worthy of all praise. unastahili kusifiwa. And in that little room, Alafu chumba kile kidogo, they were family. walikuwa ni kama familia, They were together. walikuwa pamoja, They were in one place. walikuwa mahala pamoja.
Now there's only 11 of them because one had decided to go his own way. Walikuwa wamebakia 11 kwa sababu mmoja wao alikuwa ameenda zake. And he decided that he would betray Jesus. Yeye aliamua ya kwamba atamsaliti Yesu. And so Jesus said, kwa hivyo Yesu akasema, let's go to a place where we can pray. Hebu tuende mahali ambapo tunaweza kuomba. This is a serious time. Na huu ulikuwa ni wakati wa And so they muhimu began to sana. climb over. They went down the valley and they went back up the hill to the Mount of Olives. Kwa hivyo wakaingia kwenye bonde na wakapanda kwenye mlima wa Mzeituni. And at the Mount of Olives, Na kwenye mlima wa Mzeituni there was a garden there kulikuwa na bustani that was full of olive trees. ambayo imejaa mizeituni. Old olive trees. Ilikuwa ni miti mingi. And Jesus said, that's my refuge. Yesu akasema hapo ni mahali That's my pangu pa prayer kukaa. place. Hapo ni mahali pa That's maombi. where we go to pray. Hapo ndio mahali tunaenda And on maombi. this night, Na usiku huo, on this day that we've received the cup katika siku ya and kupokea we've broken the kikombe bread, na kuvunja mkate, now we're going to go and we're going to pray. sasa tutaenda maombi. And we're going to believe that God is going to do something special. Tutaamini ya kwamba Mungu atatenda jambo jipya. The difficult thing was, Jambo ambalo lilikuwa ngumu lilikuwa hili, is Jesus had to tell his disciples what was going to take place. maana Yesu aliwafunulia wanafunzi wake yale yanaenda kutendeka. And he said these words, Akasema maneno haya, if the shepherd is stricken, mchungaji akipigwa, the sheep will scatter. kondoo watatawanyika. The sheep will scatter. Kondoo Are watatawanyika. you hearing me? Niko hapa. The sheep will scatter. Ya kwamba kondoo watatawanyika. And when he said this, Na aliposema hiyo, he followed that statement with this. akafatisha maneno hayo na hili, All of you, ninyi nyote, all of you will fall away because of me. ninyi nyote mtaanguka kwa sababu yangu. All of you will fall away Ninyi nyote mtaanguka because of me. kwa sababu yangu. When you look at this moment, Ukiangalia muda huu, you realize that there's a dividing and a separating and a scattering of God's children. utakuta ya kwamba saa hii watoto wa Mungu wanagawanyika na kuachana na kupasuka, kutengana. God's people are about to be scattered. Watu wa Mungu karibu watatawanywa. The sheep are going to be different directions Kondoo watatoroka maeneo tofauti, because there's going to be hard times. kwa sababu kutakuwepo na wakati mgumu. And in this moment, Na wakati huu Jesus begins to realize this. Yesu akaanza kujua jambo hili. And Peter says, stop. Petro akasema, ngoja, I will not mimi sitakuacha, ever fall away. mimi nitakufuata kufa kupona. Remember when I was back on the shoreline? Nasema, kumbuka wakati nilikuwa ni You mvuvi, said, follow me. ukasema nifuate, I just put the nets down nikaachana na nyavu zangu, and I just left the nets nikaachana and nazo, I left the boat nikaacha and I mashua, grabbed my brother nikachukua ndugu and yangu, we started following you. tukaanza kufuata. Don't you remember that we walked down the shoreline Au kumbuki tulipotembea kando kando ya and bahari we saw pamoja, this young man ukaona huyu kijana mending nets akitengeneza nyavu, and you said to him, ukamwambia follow me, nifuate, and he has followed you na yeye amekufuata, and his brother followed you? ndugu yake vile vile We're akakufuata. family. We're never going to separate. Sisi ni jamii, We're hatutaachana, together tuko pamoja kufa and kupona. I'm not going to separate from Mimi you. sitakuacha, I will never fall away. sitakuacha kabisa. In this moment, Na wakati huo they begin to think about all the experiences that they'd had with Jesus. wakaanza kufikiria mambo yote ambayo wamepitia na Yesu. How about the time when this 12-year-old girl was laying dead Wakakumbuka wakati msichana wa miaka 12 alikuwa amekufa, and Jesus raised her from the dead? Yesu akamfufua kutoka kwa wafu. How many think that there's a broken heart, that mother had a broken heart? Wangapi wanajua ya kwamba mama huyu mtoto alikuwa amevunjika moyo? To lose your 12-year-old daughter, Yaani kufiwa na mtoto wa miaka 12, separated from this child that you love. umetengwa na mtoto umpendaye. And Jesus came and he said, Yesu akaja na kusema, let me tie you back together. acha niwarejeshe pamoja na mtoto wako. Let me stand in the gap Wacha mimi niingie pale kwenye pengo between you katikati yako and your daughter. na binti wako.
Let me stand in the gap because you've lost someone you loved. Acha nisimame kwenye pengo kwa sababu umempoteza mpendwa wako umpendaye. Your family has been broken. Familia yako imevunjika moyo. And Jesus said, Yesu akasema, little girl, binti, she can't hear him. hawezi sikia maneno. She's dead. Amekufa. He says, the little girl. Akasema, akamwambia yule msichana aliyekufa. You say, well, who's he talking to? Anasema ni nani anayezungumza naye? He's talking to the spirit within. Alikuwa anaongea na ile roho iliyo Because the ndani. spirit is life. Kwa sababu roho The hajafa, spirit anaishi. is life. Roho anaishi, And when he hajafa. said this, Akasema, he said, arise. akamwambia inuka. And that little girl stood up from the grave, Na huyo mtoto akasimama kutoka kwa mahali alipokuwa from the amelala. pallet that they were carrying her on. Kutoka kwa kile kitanda walichokuwa wamembebea. She stood up Akasimama and she was healed. na akawa amepona. Jesus understood. Yesu alielewa. He had compassion for those who were brokenhearted. Aliwahurumia waliovunjika moyo. He had compassion for those who get scattered. Aliwahurumia wale walikuwa And he wametawanywa. says, I'm here to fill the gap. Akasema niko hapa kuweza kutengeneza na kuziba lile I'm pengo. here to heal. Niko hapa kuponya. Because God wants us to be together as a family. Maana Mungu anataka tuwe pamoja kama And he familia. wants us to be united. Anataka tuungane. And he wants us to celebrate. Na anataka And he tusherekee. wants the joy. Anataka furaha. And he wants us to dance. Anataka tucheze. And he wants us to shout. Anataka tupige kelele na And he wants vigelegele. us to do the L's. Anataka tupige How did I do? kelele. How many know he wants us to celebrate? Yesu anataka tusherekee. Today is the day of celebration. Hii ndiyo siku ya kusherekea. Are you thankful? Je, una Are you shukrani? grateful? Je, una Are shukrani? you happy about what God is Je, doing in your life? unafurahia kazi ya Mungu ndani ya maisha yako? So Jesus said to Peter, Kwa hivyo Yesu akamwambia Petro, Peter, before this night is over, Petro, kabla usiku huu haujapita, you will deny me 3 times. utanikana mara 3. Not once, Sio mara moja tu, not twice. sio mara 2. You will deny me 3 times. Utanikana mara 3. Peter said, far be it from me. Petro akasema It'll haiwezekani. never happen. Haitafanyika. And then it happened. Alafu ikatendeka. He followed Jesus down after Jesus was betrayed. Alimfuata Yesu baada ya Yesu kusalitiwa. He went down to a courtyard. Akafika pale kwenye veranda He au saw ua. Jesus being beaten. Akaona Yesu vile anachapwa. He saw him being kicked. Akaona vile anapigwa mateke. He saw him being spat upon. Akaona anatemewa. He saw the brutality Akaona ule ukatili of condemnation. wa kuhukumiwa. But what took place Lakini yaliyotendeka is there's a little girl there, ni kwa yule msichana mdogo, one of those 11-year-olds, wale wa miaka 11, who said, akasema, I know you. ninakujua wewe. I know you. Ninakujua. You're with the Galilean. Wewe ni Mgalilaya. No, I'm not. Mimi si Mgalilaya. Another girl came up, Msichana mwingine a little akaja older, ambaye alikuwa na and she miaka says, kidogo. yeah, Akasema, you're the Galilean. huyu pia ni Mgalilaya huyu. I don't know him. Mimi sijui huyu mtu. I never heard of him. Hata sijamsikia. And he used a few cuss words, Na akatoa matusi, Peter just akarusha to prove matusi. the fact that he wasn't with him. Huyu ni mambo ambayo yuko ni asili yake. The things we do when we try to distance ourselves from God. Unajua maneno ambayo tunafanya vituko tukijaribu kujitenga na Mungu. And then a group of people sitting around the fire Alafu watu waliokuwa wanaota moto as Jesus was being condemned to death. wakati Yesu alikuwa anahukumiwa kifo. They said, I Kasema, know you. tunakujua. You're with him. Ulikuwa na yeye. You're with Jesus. Ulikuwa na Yesu. And he began to curse. Na akaanza kutoa matusi. And he said, I don't know the man. Huyu mtu hata mimi simjui. And he walked away. Akatoroka, akatoka pale. But just as he walked away, Lakini alipokuwa akitoroka, as he's leaving the courtyard, alipokuwa akitoka pale kwenye ua, the rooster crowed. alafu jogoo akawika.
And all the memories of what Jesus said came pouring back to him. Akakumbuka yote ambayo Yesu alikuwa ameyasema. And he began to weep. Akaanza kulia. And he couldn't stop weeping. Hangaacha kulia. He remembered all the time that he had spent with Jesus. Alikumbuka kila wakati walikuwa He wanaongea na remembered Yesu. when he'd been on the shore. Alikumbuka pale kando ya And he bahari. saw Jesus coming his way and said, "Follow me." Akamuona Yesu akija akimwambia And he made a commitment that he would follow the na Lord. akajikabidhi ya kwamba atamfuata. But here he's saying, Lakini sasa anasema, "I don't know you." sikujui. And he remembers when they walked on down the shore Nakumbuka walipokuwa wanatembea kwenye ukingo wa and they bahari. saw this man mending the nets Kamuona mtu anashona nyavu and how he was fixing the holes, na akitengeneza how mashimo, he's repairing the breaches. akitengeneza magneti And iliyo Jesus said, katika. "This is the kind of person I need." Yesu akasema mtu wa aina hii ndiye John, will nahitaji. you follow me? Yohana utanifuata? John, come on, will you follow me? John utanifuata? And John followed. Yohana akamfuata. And so all these memories of their experiences began to come back to him, but it poured out of him like tears. Kumbukumbu hizi zote zikaanza kurudi kwake na ikaanza kutiririka kutoka kwake kama machozi. And when Jesus went to the cross, Na wakati Yesu alikwenda msalabani, Peter wasn't there. Petro hakuwepo karibu. Peter was absent. Petro hakuwepo. Jesus was on the cross. Yesu yuko msalabani. He told Peter that he'd have to go to the cross. Alimwambia Petro ya kwamba anakwenda kusulubiwa. He tried to prepare him for this happening. Alijaribu kumwandaa kwa mambo yatakayoendelea. But when Jesus needed him there, Lakini wakati Yesu alikuwa pale, Peter was absent. Petro hakuwepo karibu. Here stands his mother Hapa palikuwa na mama yake and his aunt. na shangazi. Jesus' mother and Jesus' aunt. Mama wa Yesu na shangazi wa Yesu. And then a woman who had been forgiven named Mary Magdalene. Na huyu mama ambaye alikuwa amesamehewa And anaitwa they're Maria standing at the Magdalene. foot of the cross. Walikuwa wamesimama karibu na msalaba. And they said, "This is all that's left of our family. Na wakasema sisi ni familia moja. This is all that's left. Sisi ni familia moja. Everybody else is scattered. Kila mmoja ametuacha. They're not here with us anymore." Hawako na sisi tena. And then John walked up. Alafu Yohana akamwendea. He walked up and stood beside Mary. Akasimama karibu na Mariamu. We're still together. Tuko pamoja. And Jesus says this, Yesu akasema, "Woman," speaking to his mother, akamwambia mama yake, mwanamke, this is your son." huyu ndiye mwanao. What is he doing? Anafanya nini? He's saying, "I'm going to fill the gaps up between families." Anasema nitaweza kurekebisha mpasuko ulio katika ya familia. That's which has been broken. Ya familia zilizovunjika. I want to fill the gap. Mimi nataka nirudishe I want to pamoja. mend the nets. Nataka nitengeneze nyavu. I want to heal this situation. Nataka niponye hali hii. And then he said to John, Alafu akamwambia Yohana, "John, Yohana, that's your mother." huyu ndiye mama yako. And guess what? Na unajua nini? Mary went Mariamu akaenda to John's house akaenda kwa and nyumba she ya stayed Yohana. there the rest of her life. Na akaishi kwa Yohana maisha And yake they were yote. never separated. Na hawakutengwa They tena. were never separated Hawakutengwa tena. because Jesus saw Kwa sababu Yesu that there's times that when we're really struggling, when we're having brokenness in our life, mahali tumevunjika moyo, tunang'ang'ana katika maisha yetu. that God still needs to intercede and bring healing Mungu anaingilia na and bring kuleta us back to the uponyaji understanding that we are united na in our faith. kuhakikisha kwamba tumeunganika katika imani yetu. We are the body of Christ. Sisi ni mwili wa Kristo. And yes, we may have been broken, Ndiyo tunaweza kuwa tumevunjwa but the moyo, body of Christ lakini sisi ni mwili wa is going to Kristo. be resurrected Utaweza kufufuliwa through the tena power of the Spirit of kwa God. nguvu za Roho wa Mungu. I'm telling you today Nakwambia leo, that Peter wasn't there. Petro hakuwa karibu pale msalabani. He was still condemning himself. Alikuwa bado He anajihukumu was still mwenyewe. frustrated with what happened. Alikuwa ameaibishwa na yale yaliyokuwa He was yametendeka. still upset. Alikuwa He was amekasirika. in turmoil. Alikuwa katika hali mbaya. And it tells us that John recognized that something was taking place in that moment at the Naambiwa cross. kwamba Yohana aligundua kuna kitu kilikuwa kinafanyika na Kristo. He realized that Jesus had picked him up for a reason. Anagundua ya kwamba Yesu alimuita kwa sababu. He said, "John,
Akasema Yohana, you're the only one left of my disciples. wewe ndiye umebaki na mimi peke yake katika wanafunzi wangu. You're by yourself. Wewe ni umebaki peke yako. But I want you to remember, John. Lakini nataka ukumbuke Yohana. Remember when I called you? Kumbuka nilipokuita. What were you doing? Ulikuwa unafanya nini? I was mending nets. Nilikuwa nashona nyavu. That's why I called you. Ndio maana nilikuita. I called you because I knew that you wanted to repair things. Nilikuita maana And nilijua you wanted to tie back that which was broken. Utashona mambo yaliyovunjika. And that which had been separated and flawed. Na yale yaliyokuwa yametengwa. Na Petro akaenda na kuwapatia waliokuwa na mahitaji. Go to work. Anza kazi sasa. Go to work. Anza kazi Yohana. Get busy. Anza kazi Yohana. I need someone like you. Ninahitaji mtu kama wewe mshona nyavu. I need someone like you. Nahitaji mtu kama who wewe. has a vision for the body of Christ. Aliye na maono kwa mwili wa Kristo. Because all the sheep have scattered. Kwa sababu kondoo wote wametawanyika kila mahali. The little lambs are here and the mothers are there and the sheep are there and there and there and there and they're all scattered. Kondoo wakubwa wako pale, kila kondoo ametawanyika. Says, I need someone nahitaji mtu who will bring them back together. Atakayewaleta pamoja tena. And so Jesus went to heaven. Kwa hivyo Yesu akaenda mbinguni. He died. Akafa. He went into the grave. Akazikwa. And in 3 days he was resurrected. Baada ya siku 3 akafufuka. And Peter heard the news. Petro akasikia habari. Some of the ladies saw Jesus. Ya kwamba kuna wanawake wengine walimuona Yesu. He ran the fastest one he ever ran. He ran the fastest race he'd ever ran. Alikimbia kama mwanariadha mashuhuri hajawahi kimbia hivyo. And why did he go there? Na wakati alifika pale. Because he wanted to say he's sorry for what happened. Maana alitaka kujionea mwenyewe. He wanted the Lord to forgive him. Alitaka Bwana amsamehe. But I'm going to tell you something. Condemnation is a heavy weight. Lakini hebu nikwambie kuwa na hukumu ni mzigo mzito sana. Guilt and shame can weigh you down. Hatia na aibu vinaweza kumaliza. And so when he was decided that I'm going to go back to my home country. Wakati aliamua kwamba nitarudi kwetu nyumbani. I'm going to go back to where I first began. Nitarudi mahali nilipoanzia. And when he got there, na wakati alipofika huko, 7 disciples went with him. Wanafunzi 7 waliandamana naye. And guess who's with him? Hebu fikiria nani alikuwa pamoja naye? John and James. Yohana, Yakobo, Nathaniel, Thomas. Tomaso. Says John said to these disciples, Yohana akaambia wanafunzi, let's surround our friend for a while. Hebu tumzingire rafiki yetu tumuombe kidogo. As he's not healed right now. Unaona bado anahitaji uponyaji. But we're going to stand with him until he gets healed. Lakini tusimame na yeye. We're going to stay with him until something changes in his life. Tusimame na yeye mpaka apate mabadiliko. And so on this day, kwa hivyo siku hii, Peter in his anger and his frustration at himself and his disappointment, Petro katika hukumu yake na hatia zake, he says, I'm going fishing. Akasema heri nirudi kufua samaki. Not we're going fishing. Hakusema tunaenda. I don't care if you go or not. Mimi sijali kama ninyi mtarudi au la. I'm going back to my old life. Mimi narudia maisha yangu ya zamani. I'm going back to what it was before Jesus. Ninarudia maisha niliyoishi kabla ya Yesu. I don't want to stay in this situation anymore. Sitaki kukaa katika hali ya hukumu tena. I'm just going to go back to my old life because Jesus doesn't deserve me anymore. Ninarudia maisha ya zamani kwa sababu Yesu hanipendi tena. I've been discredited. Mimi nimeaibishwa. People know what I did. Watu wanajua vile nilimkana I can never preach again. Siwezi kuhubiri tena. I can never do the work of the Lord again. Siwezi fanya kazi ya Mungu tena. So I'm going to go back to my old life. Heri nirudi kufua samaki. He says, I'm going fishing. Akasema narudi kufua samaki. John says, fellas, akamwambia, brothers, wandugu, let's go fishing. Basi turudi wote kufua samaki. Let's go fishing. Tuende tufue samaki. And they went out on the boat. Na wakarudi kwenye mashua. And Peter knew all the tricks of how to fish. Na Petro alijua ujuzi wote wa kupata samaki. He knew all the places to go. Alijua mahali pa kuvua. He knew exactly what to do at what time. Alijua afanye nini wakati gani. And nothing he did worked. Na hakuna kitu alichofanya kwa ujuzi wake kilifanya kazi. Because Jesus didn't want him fishing anymore. Kwa sababu Yesu hakutaka arudi kwa hiyo kazi tena. He didn't want him fishing for fish. Hakutaka atafute samaki. He wanted him fishing for men. Alitaka avue watu.
And so here he is in the boat. Basi tunamuona kwenye mashua. I can just see him angry Naweza kufikiria vile because amekasirika. he's fished all night Ametafuta samaki and he usiku caught wote. nothing. Hajapata chochote. I don't know about you. Have you ever been to that point where you're disappointed with yourself? Sijui kama wewe umefika mahali ambapo sasa hata wewe mwenyewe And then you unajikasirikia. start making everybody else miserable Alafu sasa unaanza kuambukiza kila mtu akasirike kama wewe because you're not happy. kwa sababu wewe hauna You're going to make furaha. sure that everybody else is not happy. Unataka uhakikishe kila aliye karibu na wewe hana furaha. So he's got him out there in the boat. Kwa hivyo wako kwenye mashua. Finally, they give up on the fishing. Baada ya hiyo wakachoka, wakaachana na kufua And they samaki. come into shore Wakarudi kwenye ukingo. and they hear a voice Wakasikia sauti. just at dawn, Wakasikia asubuhi hivi. right at the same time the rooster had crowed. Wakati tu ambao ile wakati jogoo aliwika. Right at the dawn, the breaking of a day. Wakati sasa kuna pambauka. And Jesus said to Peter, Yesu akamwambia Petro, "Do you have any fish?" je, umepata samaki? But what he's really saying, Na kila alikuwa anawauliza, I want you to hear this. nataka usikie kwa makini hili. Are you ready for a brand new day? Je, umejitayarisha kwa siku mpya kabisa? This is the dawning of a new day. Huu ni mwanzo wa siku And I mpya. want to ask you, do you want a new day? Na kuuliza, je, ungependa kuwa na siku mpya? Do you want change in your life? Unahitaji mabadiliko kwa maisha yako? Are you tired of carrying the heaviness? Je, umechoka kubeba uzito maishani? He said, brothers, throw your nets on the other side. Kawaambia, ndugu zangu, rusheni nyavu wakati pande ile nyingine. That's the stupidest thing anybody's ever said. Hii ni maneno ya kiujinga ambayo mtu anaweza sema. When you failed at everything you've ever done, Yaani umesumbuka usiku wote. and then someone says, keep trying. Alafu mtu anakuambia endelea kujaribu I've done everything. Nimejaribu kila mbinu. I don't have, what are you talking about? Sasa unaniambia nifanye nini I tena? can't just be out here doing this. Siwezi endelea kufanya I've kazi ya tried. hasara. Nimejaribu. I've tried. Nimejaribu. I failed. Nimejaribu. I can't do it. Siwezi. And the Lord says, try again. Bwana anamwambia jaribu And tena. he's not talking about fishing. Haongei He's kuhusu talking about the samaki. ministry. Anaongea kuhusu He huduma. says, let me guide your ministry. Anasema Let me niongoze direct huduma what you yako. do. Let me Niongoze- guide the steps that you niongoze take. hatua Let me zako. guide the work that you do. Niongoze Let kazi me yako. be the one who guides your work. Niruhusu niongoze kazi yako. And when he throws the nets on the other Na side, wakati aliporusha nyavu upande ule mwingine, John's right there with him, throwing it in the net too. Yohana pia anamsaidia kurusha nyavu. You know what? Najua nini? Sometimes we don't realize it, Wakati mwingine hatujui but God puts a net of people that care about us around us when we're down. ya kwamba Mungu anaweka watu karibu na sisi ambao wanaweza kutusaidia na kutujali wakati tunavunjika moyo. James and John, Yakobo, Yohana, Nathaniel and Thomas, Nathaniel na Tomaso. and all these brothers that came together. Hawa ndugu wote waliosimama naye They were holding hands, walikuwa and wamemshika they were mkono. holding to one another. Walikuwa And wameshikana they says, mikono. we're going to stand Wanasema as a safety net for our brother. tutasimama And kwa we're going ajili to ya ndugu stand with yetu. him until he comes back around. Tutasimama na yeye mpaka Because he's pone. not, I know he's not there right now. Kwa sababu hayuko But we pale. got to stand with him until he gets there. Lakini tutasimama And naye so he mpaka began to say, afike. men, stand with this man. Sema simameni na mtu Surround huyu. him. Muzingire, Be with him. kuwa naye. But I'm going to tell you something. God will put people in your life. Mungu atawaleta watu ndani ya maisha yako. Women, you will have women who will stand with you when no one else will stand with you. Wanawake, mtakuwa na wanawake watasimama pamoja nanyi. Women that will say, I know you're going through a tough time, Wanawake watakao sema ya kwamba mmepitia but wakati I'm here for you. lakini And ninasimama I'm na not wewe. giving up on you. Mimi And sikuachi. we're going to work through this together. Tutatembea pamoja. And you say, well, no, I'm not ready. Utasema hapana, It's sijajitayarisha. okay. We'll wait. Akisema ni sawa, We'll just tutangoje. stay right here with you. Tutasubiri, lakini tutakaa hapa We'll karibu na stay in the wewe. boat with you Tutakaa kwenye mashua na until wewe you're ready. mpaka uwe tayari. And so as they started to bring up the nets, Walipoanza kuvuta zile nyavu, they started to feel this push. wakaanza kusikia ina uzito They fulani. started to feel the weight. Wakaanza kusikia ule uzito. They started to feel the power. Kuna nguvu fulani. They started to feel it move. Kuna hali ya And they started to msukumo. realize it was a great catch. Wakaanza
wakagundua wamepata wengi 153 fish. 153 samaki, And they're straining with all they've got, na walikuwa wanavuta kwa nguvu trying zao, to be able to pull it in. walikuwa wanavuta kwa nguvu And zao, they're trying to hold on. wakishikilia, And they keep holding on. wakaendelea And all they kushikilia, have to do is they have to rest. na walipumzika kidogo. But John turns around to Yohana anamgeukia, he turns to Peter. anamgeukia Petro, And this is what he says. akasema haya, See over there? angalia, That's Jesus. yule ni Yesu. How many know there's a time when we can point people to their answers? Unajua kuna wakati unahitaji kuonyesha watu majibu There'll yao. be a day when they're ready to listen. Itakuwa siku mtu atakuwa tayari There'll be, I kusikiliza. call it a seismic moment. Kutakuwa ni wakati wa utulivu, When the whole earth is shaking wakati dunia nzima inatikisika in that person's life. ndani ya maisha ya huyu And in mtu. that moment, Na wakati huo John says, Yohana anamuonyesha, there's Jesus. angalia Yesu, And Peter dives into the water. na Petro He anajirusha didn't kwenye wait for maji. them to come to shore. Hakungojea He aje, said, I need to come to Jesus. anasema nahitaji And I'm kumrudia going to tell you Yesu. something today. Nataka nikwambie That kitu, God is going to put people in your life. Yesu atawaweka watu ndani ya That maisha whenever yako. things aren't going well, Wakati mambo when things yanakuharibikia, are difficult, wakati mambo ni when magumu, things are troubled, wakati mambo when you're having a yamechafuka, hard time, wakati una wakati God's mgumu, going to surround you with His family. Mungu atakuzingira na He's going familia to put a yake, net together. ataweka neti And He's saying, pamoja, you're not getting away atasema hautaenda popote, because we're going to hold together. kwa sababu tutashikana We pamoja, will stand in the gap. tutasimama kwenye And we will nafasi, fill in the hedge. na tutaweza And we will see God bring you back. tutajaza nafasi na Mungu What I'm atakurejesha. going to tell you right now is very important. Nataka kuambia jambo la muhimu sana sasa In hivi, your town, katika mji wako, in your family, katika familia yako, in your streets, katika barabara zenu, there's sheep that are scattered. kuna kondoo waliotawanyika, There's people that have been broken. kuna watu wamevunjika moyo, And they may even think that religion and God is the problem. na wanaweza fikiria dini na Mungu ndio shida yao But I imewasumbua. want you to know something. Lakini nataka ujue hili, I believe today that as I pray, na nataka kuamini leo that God is ninapoomba, going to put within you Mungu ataweka ndani the yako vision to see those who are in need. macho ya kuwaona walio na mahitaji, That you'll have the revelation of how to deal with the na situations atakupatia jinsi ya kushughulikia when matatizo. people around you are having trouble. Wakati watu karibu na wewe wamesumbuka, You'll be mending the nets. utakuwa unashona maisha yao, You'll be the one mending the nets. utakuwa unashona zile nyavu, You're saying there'll be a time utakuwa unawasaidia when God's going to bring you back in. wakati Mungu There'll atakurudisha. be a moment that I can point you to Jesus. Kuna wakati ambao naweza kuonyesha Yesu. Right now, that's not the point. Wak- You're not at that point right now. Wakati huu haujafikia mahali pa kuonyeshwa But there Yesu, will be a moment lakini wakati when you unakuja, turn your eyes, wakati utageuza when you macho look full on His wonderful face, na kuangalia and katika when you uso wa turn your ajabu, eyes to Jesus, na ukimwangalia Yesu, that's when God's healing Hapo and ndio strength and deliverance is going to come. uponyaji na nguvu na ukombozi I'm believing vitapatikana. today that God's speaking to the hearts of those who are Naamini here. leo Mungu anaongea na mioyo yetu leo. I'm sharing this with you today Nashiriki haya nanyi leo because you may not realize it, kwa sababu labda haujui but the one sitting beside you ya kwamba aliyekaa karibu na wewe is your sister. ni dada The yako, one sitting beside you, aliyekaa karibu na is your wewe brother. ni ndugu yako, the one who's sitting behind you yule aliyekaa nyuma is your yako family. ni familia yako. It's a mentor. Yeye It's anakuweza a father. kusaidia, anaweza kuwa It's a baba, mother. anaweza kuwa It's a mama, helper. anaweza kuwa It's an msaidizi, advocate. anaweza It's kuwa ni someone mtu who wa will kubeba, stand with ni you mtu anaweza when you're simama na going through the wewe tough times. wakati unapitia I'm telling wakati you today mgumu. Nakwambia leo that you don't know it right now. haujui. Sasa I'm gonna give you some information, nitakupatia taarifa, and this is very valuable information. na hii ni taarifa ya kweli. It's so valuable that no one ever does it. Ni jambo la muhimu na si watu wengi wanalifanya. You can't do it by yourself. Hauwezi kufanya wewe mwenyewe. That seems so simple, Hili jambo ni rahisi sana, but you can't do it by yourself. lakini hauliwezi wewe mwenyewe. We are Sisi the body ni mwili of Christ. wa Kristo, And yes, we may experience the moments where
on the cross. Ndiyo tunaweza kuwa na wakati wa kuwa Those msalabani. moments when we're broken. Kuna wakati wa kuvunjika. And when the sheep scatter. Kuna wakati wa kondoo But God's kutawanyika. going to put within our hearts Lakini Mungu ataweka mioyoni this mwetu vision to see maono na macho ya that God is kuona a healer, ya kwamba yeye ni not mponyaji only of the body, na sio tu mwili, but He's a healer of the heart. ni mponyaji wa He's a moyo, healer of the spirit. ni mponyaji wa roho, He's a healer of the body of ni Christ. mponyaji wa mwili And wa He wants to Kristo. work in your midst. Anataka afanye kazi ndani mwako. So Jesus, when Peter gets to shore, Kwa hivyo Yesu wakati Petro anarudi kwenye ukingo, says, put a fish on the fire. anasema hebu weka samaki kwenye moto, Let's sit down and eat again. tukae chini tukule, tusherekee pamoja. Haleluya. Can we fellowship? Je, tunaweza kuwa na ushirika? Can we fellowship? Tunaweza kuwa na ushirika? Can we fellowship with the Lord's Je, joy and peace? tunaweza sherekea na Bwana katika furaha na amani? One of the great truths is that sometimes we have to fellowship with His suffering. Wakati tunajua ni kwamba tunashiriki But katika the mateso, rooster is crowing. lakini wakati jogoo, umesikia jogoo akiwika And He's huko ready to nyuma, bring healing. unasikia jogoo amewika huko nyuma, tayari uponyaji unakuja. He doesn't want you to run away. Hataki utoroke, He wants you to come to Him anataka umujie and stand at the foot of the cross na usimame pale and msalabani let Him say, na aseme, brother, ndugu, there's your brother. huyu ni ndugu yako. He wasn't there for that moment. Hakuwepo kwa wakati huo. John didn't have anyone, Yohana hakuwepo, but he had to be the son to a mother. lakini Yohana alifanyika But if Peter would have been there, mtoto wa mama yake. Lakini Jesus would have said, brother, Peter kama angekuwa Yesu That's your angemwambia brother. Petro, Take care huyu of ni ndugu yako, chunga watch ndugu out yako, for him. mchunge ndugu Watch yako, out for each other. chunga ndugu yako. I'm telling you today that Jesus really cares Yesu anajali sana about our relationships within the body of Christ. kuhusu uhusiano wetu ndani ya mwili wa Kristo. Jesus cares about the body of Christ and the relationships. Yesu anajali mwili wa Kristo na vile tunachukuliana. And I believe today Naamini leo that one of the great words that we see in this passage of Scripture that I used for my text maneno makubwa ambayo yametumika kwenye andiko langu is that they had a great harvest of fish, ya kwamba walipata samaki wengi, but lakini the nets didn't break. lakini nyavu hazikukatika wakati huu. How many know God can do the miraculous? Wangapi wanajua Mungu anaweza tenda miujiza? I'm telling you how to grow your church. Wakati mwingine kanisa I'm lako telling you how to grow your church. kanisa lako linataka kuwa, The nets don't break alafu nyavu hazikatiki whenever you care about the family of God. wakati unawajali familia ya Mungu. Praise the Lord. Will you pray with me this morning? Bwana, unaweza kuomba pamoja nami asubuhi ya leo? Unaweza kuomba pamoja nami? I'm going to pray right now Nataka niombe sasa. that God is going to give you vision. Mungu akupatie maono, Vision to see maono ya kuona. when your brother or your sister is hurting. Mungu akupatie macho ya kuona wakati ndugu yako Vision to ama see dada what they're anaumia. going through. Uone maumivu wanayopitia. Vision to see how you can help. Macho ya kuona vile unaweza kuwasaidia. Vision to see how you belong together. Macho ya kuona vile mnapaswa kuwa pamoja. Do you believe that God can do that for you Je, today? unaamini Mungu anaweza kufanyia hilo leo? I want every person that wants to have that vision, I want you to raise your hand Kama right now. unataka Mungu akupe macho I want ya you to raise your kuona, hand. hebu nyosha mkono wako sasa. Because the Lord wants to do this work. Maana Bwana anataka kufanya kazi Do you hii. believe that Jesus can divide the bread? Unaamini ya kwamba Yesu anaweza gawanya mkate? Today the Lord is going to divide the bread of life to you. Leo Yesu atakupatia mkate wa uzima. But He's going to say to you, Lakini atakutuma, take it to the one that's hurting. mpelekee anayeumia. Take it to the one that's empty. Mpelekee asiye na kitu. Take it to the one who's desolate. Mpelekee asiye na Take matumaini. it to the broken. Mpelekee aliyevunjika In the moyo. name of Jesus, I ask for every Katika single jina la person Yesu nauliza that's kila mmoja in the sound of my voice ambaye anasikia that sauti at this yangu moment wakati huu and at this time na wa muda huu that we would understand tuelewe and that we would acknowledge the body of Christ, na kutambua mwili wa Kristo. that we would treasure the body of Christ, Tudhamini mwili wa that Kristo. we would understand the value Tuelewe of uthamani having wake people stand with us kwa kuwa na watu wa and kusimama work nasi alongside of us na watu wanaotembea nasi and work together. na kufanya kazi pamoja nasi. And when we're discouraged, Wakati tunavunjika moyo, may you surround us with men and women Mungu atupatie watu who
who will bring healing to our life. watakaoletea mwili wetu uponyaji. And Lord, when they're discouraged, Na wakati wakivunjika moyo, cause me to stand with them. unifanye nisimame Cause nao, me to bring healing. unifanye nilete Cause me to uponyaji, be the bridge between them and yourself. unifanye niwe kiunganisho kati yao na In the wewe. name of the Lord, Katika jina la I Bwana, ask for vision for eyes naomba macho ya to kuona, see in the Spirit kuona katika roho, the desperation and the discouragement, kuona waliovunjika moyo na waliotamaushwa, not so we can judge, sio wetu ili ni but wahukumu, so we can heal, lakini niweze kuwaponya, and so we can stand, niweze kusimama nao, and so we can point the way to Jesus. niweze kuwaonyesha njia ya In kurudi kwa Jesus' Yesu. name we ask these Katika things. jina la Yesu tunaomba mambo Amen, haya. amen, Amen. hallelujah. Amen. Praise the Amen. Lord. Amen. Praise the Lord. Right now, Sasa hivi we're going to take time to break the bread. tutachukua muda wa kuvunja mkate pamoja. And I believe in this moment Ninaamini kwa wakati huu that this is the moment where Jesus says, ni wakati ambao Yesu I'm anasema, going to give you what you need, nitakupatia unachokihitaji, but will you share it? lakini wewe nawe uwagawie wengine. I'm going to give you what you need, Nitakupatia mahitaji yako, but will you share it? lakini wewe uwagawie I'm going to wengine. give you what you need, Nitakupatia mahitaji but yako, will you share it? lakini wewe uwagawie So as you wengine. partake of the cup, Na wakati unapochukua kikombe, I want you to say, Lord, you give me what I need, useme ya kwamba Mungu umenipa but mahitaji send yangu, me to the generation. lakini unitume kwa watu, Send me to the villages. nitume kwenye vijiji, Send me to the fields. nitume kwenye uwanja, Send me to the cities. nitume kwenye miji, And may I share the word of God with those people. niweze kuwagawia neno la Mungu. God bless you today. Mungu awabariki. Waimbaji, tunapojiandaa kwa ajili ya meza ya Bwana, njooni hapa waimbaji, tunapojiandaa kwa meza ya Bwana. Uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana uwe nami. Uwepo wako Ngoja utakasoni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo kunipa wokovu. Kijito cha
tumesikia neno leo and we want to believe na tunataka kuamini that as we partake of the body of Christ kwamba tunapochukua mwili wa Kristo, tunaposhiriki and the emblem representing the blood of Jesus, yale yanayoashiria damu ya Yesu Kristo, that God is going to gather ya kwamba Mungu ataenda kukusanya our lives together, maisha yetu pamoja, where we have felt scattered, mahali ambapo tunahisi kutenganishwa ama kugawanyika. we believe that the Lord is able to bring us together. Tunaamini kwamba Bwana anaweza kutuleta pamoja. We believe that the Lord is going to fill the gap. Tunaamini kwamba Bwana anaenda kujaza pengo. We believe that the Lord is going to bring people closer to us. Tunaamini kwamba Bwana anaenda kuleta watu karibu nasi because of his covenant, kwa sababu ya ile ahadi yake, the new covenant in his blood. ahadi iliyo katika damu yake. We are going to receive life. Tunaenda kupokea uzima For those who need healing in their bodies. kwa wanaotaka uponyaji katika mwili yao. We believe that God is able to bring Tunaamini kwamba Mungu ana uwezo kuleta uponyaji. For those who are down, kwa wale walio we chini, believe that the Lord is going to raise them up. tunaamini kwamba Mungu anaenda kuwainua tena. We believe that the Lord will bring the nutrients that we need in our body, ya kwamba Mungu ataleta ile chembe chembe ambapo tunahitaji katika miili yetu, in our spirit, katika roho zetu, in our lives, katika maisha yetu, in our ministries, katika huduma zetu, in our families. katika familia zetu. May the Lord cause us to stand with one Bwana another, atusababishe kusimama na kila mmoja and also wetu to touch those people with the needs. na kuguza wale walio na hitaji. So we want to bless the cup, tutaibariki kikombe, and we want to bless the bread, na tunaenda kubariki pia mkate, the emblems that represent the blood and the body of the Lord Jesus na Christ. yanayoashiria damu na mwili wa Yesu Kristo. And we believe Na tunaamini that actually every benefit that comes with the blood of Jesus and the body of the Lord ya kwamba kila faida inayotokana na ama inayokuja kutokana na damu na mwili wa Yesu is Kristo going to be our portion in Jesus' inaenda name. kuwa sehemu yetu kwa jina la Yesu We Kristo. believe it in Jesus' name. Tunaamini hiyo kwa jina la Yesu We Kristo. believe that there's life in Christ. Tunaamini kwamba kuna uzima ndani ya Kristo This Yesu. is a new day, Hii ni siku a new mpya, beginning. mwanzo We mpya. forget about the former things. Tunasahau yaliyopita. He's making things new. Anafanya mambo kuwa mapya. Forget where you've been hurt, Sahau mahali ambapo where umekosewa, you've been betrayed. mahali ambapo May the umesalitiwa. Lord break the spirit of Acha betrayal. Mungu haribu ile roho ya usaliti. May the Lord break the spirit of enmity. Haribu hiyo roho ya uadui. May the Lord break the spirit of separation Avunje hiyo roho ya utengano through his blood kupitia damu and yake through his body. na kupitia mwili Be wake. lifted up. Ukainuliwe Be juu. lifted up today Ukainuliwe juu leo in Jesus' kwa name. jina la Yesu I'm Kristo. going to call the staffs to come forward. Ninaenda kuita wasimamishi waje I'll mbele. call our president to come. Nitaita rais wetu aje. We'll bless the cup Abariki kikombe and the bread, pamoja na mkate. and then the staff will be the first to partake of it. Alafu wasimamizi wetu ndio watakuwa wa kwanza kushiriki. And then I will honor them to supply it to the Na rest of nitawaheshimu ili wakaweze kuwagawanya the student body. kwa mwili ya wanafunzi. So the staffs, please come forward. Tafadhali wasimamizi wetu mje. Even those who are serving in the kitchen, if you can come closer. Hata wale ambapo wanahudumu katika pale jikoni wanaweza kuja. Please come forward. Njooni tafadhali walimu wetu. So our president is going to bless the cup. Rais wetu anaenda kubariki kikombe. And is also going to bless the bread. Na pia anaenda kubariki mkate. And then the staff will be the first ones to partake of it. Walimu watakuwa wa kwanza kushiriki. Hallelujah. Our Heavenly Father, Baba wetu wa mbinguni, we know who you are tunakujua wewe ni nani through the sacrifice that you gave. kupitia kwa dhabihu ulioitoa. We know you as the Lamb of God Tunakufahamu kama mwana kondoo wa Mungu who takes away the sins of the world. anayechukua dhambi za ulimwengu. We know you as the bread of life Tunakujua kama mkate wa uzima who supplies the need of those who are hungry. unayekutana na mahitaji ya walio We njaa. know you, O Lord, Tunakujua Bwana
by the sacrifice that you made. kwa dhabihu ulioitoa. And so today, Kwa hivyo leo we receive the cup tunapokea and we kikombe, receive the body tunapokea of the mwili bread of Jesus, wa Yesu Kristo, knowing that you are the one tukifahamu ya kwamba wewe ndiye who supplies our needs. unayekutana na mahitaji In yetu. Jesus' name, Katika jina la we Yesu thank you for this offering. tunakushukuru kwa ajili ya Receive it sadaka with hii. grace. Tunaipokea kwa neema And we'll praise you for it. na tunakusifu kwa Amen. ajili ya hii. Amen. Amen. The staffs can come. Walimu waje, Yeah, you can take. The staffs, please come. Pick the walimu bread. waje wakachukua. Pick the cup, the bread, Chukua and just kikombe. go ahead and partake of it. Chukua kikombe If you na mkate, unaweza ukaendelea tu shiriki, endelea kushiriki tu. Iwe safi, uone umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa And now I just want to request the staff to Ninataka minister to the student kuomba body. sasa walimu wahudumie wanafunzi. You can just go ahead. If Unaweza students, ukaendelea. immediately you get the cup and the body, go ahead and Wanafunzi, take. bora tu ukipokea hiyo kikombe na mwili, endelea tu kushiriki. Welcome our brothers, sisters from the kitchen. Serve them, please. Karibisha wanafunzi. Amen. Itutakasayo
Asante. Hallelujah. There's the presence of God in this place. Jinsi bado kuna uwepo wa Bwana. As we have partaken of the body and the blood of Jesus. Jinsi ambavyo tumeshiriki mwili na damu ya Yesu Kristo. We believe tunaamini that the blood of Jesus ya kwamba damu ya Yesu is able to bring every miracle we ina need. uwezo wa kuleta miujiza yote. And every enemy na kila adui that has harassed you ambapo amekutesa in the past, pale nyuma, may they be flooded when they try to cross the wacha river. wakafarikishwe na wakagarikishwe. May they be stagnant in the mud. Wacha wasimame na wasidumu katika May they not move in the name of Jesus. wasikose kutembea. Because we have passed into the other side tumevuka ng'ambo ya pili through the blood of Jesus kupitia damu yake and Yesu through the body of the Lord. na kupitia mwili wa Bwana. The Spirit of the Lord is present here. Roho wa Bwana yupo. Maybe you have had an impossible situation labda in your umekuwa na life. hali ambapo imekuwa ngumu kwa maisha yako. Maybe medically labda kimatibabu or in the relationship. ama kwa mahusiano. And you say, na unasema, in this grace and anointing, hii hema hii ambapo imewachiliwa, I just want a special prayer. nahitaji maombi maalum. Maybe you've been fighting alone. labda umekuwa ukipigana na pambana mwenyewe. We are here to stand with you as your brother, tuko hapa kusimama na wewe kama ndugu, as your sister, na dada yako. We are here to remember you. tuko hapa kukukumbuka. We are here to stand with your faith. tuko hapa kusimama na imani yako. You are here and you need a special ministration. tuko hapa na tunahitaji kutembelewa. Please come forward here. Hebu njoo hapa mbele. In the name of Jesus. Katika Come jina la forward Yesu. here. Just first I want to bring Dr. David. Come forward. Ningelipenda nimulete Daktari Daudi akuje mbele. The rest of the staff, our principal and the rest of the ministers. Na wale watumishi wengine. Face this way. Face this way. Mumwangalie. Face this way. Mumwangalie. This is a special ministration. Huu ni wakati maalumu wa maombi. I believe the Lord is going to touch Naamini us. Bwana ataenda kuwaguza. No more betrayal. Hautaendelea tena kuwezwa kuaibishwa. The enemy will be destroyed. Adui wako We anaangamizwa. are standing with you. Tunasimama pamoja We are nawe. pointing you at Jesus. Tunakuelekeza kwa Yesu. Look at the face of Jesus. Angalia uso wake Yesu. Look at the arms of Jesus. Angalia mikono yake Yesu. They are not to condemn you, Hayupo pale kukuhukumu, but to receive you, lakini anakupokea to accept you. na kukukubali. Hallelujah. Hallelujah. Right now we're going to pray. Wakati huu tutaomba. We're going to pray that the name of the Lord would be exalted. Tutaomba jina la Bwana likaweze kukwezwa Everything that's causing you trouble in your juu ya life. kila jambo linalokusababisha masaibu. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu I tunaomba. pray for every person here Namwombea kila mmoja that the aliyapa. power of God Uwezo wa Mungu would give them freedom, ukampatie huru contempt, ambao umeleta utoshelezaji, anxiety, umeleta shaka, from strife, umeleta malumbano, from everything that would war against your spirit. uondolewe na kila kitu kinachopingana na wewe katika jina la Yesu. Lord, we know that you are the Prince of Peace, Tunajua ni mfalme wa amani. and we speak peace Tunatabiri to the amani. storm. Yes, in the name We of speak Jesus. peace Amani to the waves. kwa walio Yes, dhaifu. We speak peace Pokea In amani Jesus' to name. everything that's in their kwa life. kila kitu maishani mwako. In the name of the Lord, we believe Kwa jina la Yesu that naamini all things are possible. vitu vyote That you vinawezekana. give answers Unapeana where jawabu there seems to be no answer. ambapo hatuna jawabu. You provide a way where there seems to be no way. Unanyosha njia pasipo na So njia. guide their minds, Unaelekeza guide mawazo their yetu. spirits, Elekeza roho zetu. direct them to the right thing, Kuwaleta ufanye jambo lilo sawa. give them health Uwape afya njema in their spirit ndani ya roho zao, and in their mental katika mawazo yao, and in their body. katika miili zao. In Jesus' name, Kwa jina la we Yesu, believe for the miracle, ujao and miujiza it shall be done. In itafanyika. the name of Jesus, it Pokea. shall In be done. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Endelea kupokea. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Continue receiving from the Lord. Endelea kupokea. We believe with all our hearts. Tunaamini na mioyo yetu. This is not in vain. Sio kwa bure. Begin watching your life. Pokea maisha yako ikifanyika. And you will see great changes in the name of Jesus. Endelea kupokea. Continue receiving from the Lord. Continue receiving the grace of God. Continue receiving from the Lord. Receive from the throne of God. Continue receiving. Continue receiving from the Lord. Continue receiving from the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We override the power of the enemy. We override the power of the enemy. We override the power of the enemy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We destroy every wicked principality. In the name of Jesus. In the name. Kwa jina la Yesu. Toka. 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 Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. In the name of the Lord. Kwa jina la Yesu. In the name of the Lord. Kwa jina la Yesu. In the name of the Lord. Kwa jina la Yesu. We release the Spirit of God. We Pokea roho. release the Spirit of Pokea roho. God. We release the Spirit of Pokea roho. God. We release the Spirit of Pokea roho. God. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Every spirit of unbelief. Roho kutoamini. Every spirit of stagnation. Roho kung'ang'ana. Every spirit of lack of progress. Roho kutokuwa na In the kuendelea. name of Kwa Jesus. jina la Yesu. We come against you. Tunamkemea. We come against you. Tunamkemea. We come against you. Tunamkemea. Come against you. Tunamkemea. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Kwa jina la Jesus. Yesu. Lord, move upon us. Tembea Bwana. Move upon us. Tembea Bwana. Move upon us. Tembea Bwana. Move upon us. Tembea. Move upon us. Tembea. Move upon us. Tembea. Move upon us. Tembea. In the name of Kwa jina Jesus. la Yesu. Move, Lord. Tembea. Move, Lord. Tembea. Move upon us. Tembea. By your anointing. Tembea. By your spirit. Tembea. By your favor. Tembea. A new beginning. Mwanzo mpya. New beginning. Mwanzo mpya. A new day. Siku A mpya. new day. Siku We mpya. speak unity. Siku ya We umoja. speak unity. Siku ya We umoja. speak unity. Kushikamana. We speak unity. Kushikamana. We speak lifting up. Uinuliwe. 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 In the name of Jesus. Jesus. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Continue receiving from the Lord. Endelea kupokea mbele za Bwana. Continue receiving from the Lord. Endelea kupokea mbele za Bwana. No more discouragement. Hakuna kukufa moyo. No more discouragement. Hakuna kukufa moyo. The spirit of heaviness. Roho wa uzito. Spirit of heaviness. Roho wa We uzito. come against your power. We come against your power. We come against your power. Tunavunja nguvu In zako. the name of Jesus. Yesu. In the name of Kwa jina la Jesus. Yesu. In the name of Jesus. 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 Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Pokea, Hallelujah. pokea, pokea. Yes, Lord. Yes, Pokea, Lord. pokea. Yes, Pokea. Lord. Hallelujah. Pokea. 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 Pokea muujiza wako. Pokea kukombolewa kwako. Pokea uponyaji. Pokea amani yako. Pokea kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Wakati wa Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
brother, your sister next to you. Nataka ushike mkono wa ndugu yako, dada yako aliye karibu na wewe. As a sign that we are standing with our brother, our sister. Ishara kwamba tunasimama na ndugu yetu na dada wetu. And God is ministering to them. Na Mungu anawahudumia. At the point of their need. Katika wakati uno wa hitaji lao. According to his word. Sawia na neno lake. As we say the grace. Tunapotamka neema ya Bwana. Believe with me. Amini pamoja nami. That your brother, your sister. Kwamba ndugu yako, dadako. Is strengthened. Is pointed to Jesus. Anaelekezwa kwa Yesu. Is mended in his life or her life. Amehifadhika maishani mwake, maishani mwao. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Pigia Bwana makofi na vikelekele. Na shangwe na nderemo. You can go back to your seat. Rudini kwenye viketi vyenu. Tupate sifa hapa moja. Inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Inua mikono yako sema ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. For a while. I want to bring Benedict to come and say hi before our principal dismisses us. Wakati ambapo mwalimu wetu mkuu anapotuachilia sasa. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. My names are, as you have heard, majina ni jinsi ambavyo umeyasikia. I'm Ben Machanga or Benedict Machanga. Benedict Machanga ndilo jina. I was a student in this school IPTC. Nilikuwa pia mwanafunzi hapa katika chuo hichi cha IPTC. From 202 kuanzia mwaka wa 2002 to 208 hadi 2008. Those were 6 years. Hayo yalikuwa ni miaka 6. It was just beginning. Ilikuwa ni mwanzo tu. And we were the first graduates. Na ndio tulikuwa wale ambapo tulihitimu kwanza. I thank God for the the teachings have taken me. Nashukuru Mungu kwa umbali ambapo mafunzo ya hapa yamenipeleka. And I know there is somewhere the Lord is taking me. Na ninajua kunayo sehemu ambapo Mungu ananipeleka. Bishop Weche, Askofu Weche, is my friend. Rafiki yangu. The mom pia. They are my friends. Ni marafiki wangu. We were with them. Tulikuwepo nao. And they know me and I know them. Wananijua na ninawajua. We have been friends for a long time. Tumekuwa marafiki kwa muda. Baba Taka. Baba Taka. David.
Daudi is also my friend. pia ni rafiki yangu. That's why I'm here today. Ndio maana niko hapa leo. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana liinuliwe. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana I lisifiwe. thank God for the word you have spoken. Ninashukuru Mungu kwa neno ambapo ameyanena. It has been a blessing to us. Imekuwa ni baraka kwetu. I just want to encourage you 1 minute. Nataka nikuhimize tu dakika moja. The students who are here, Wanafunzi mlio hapa. I know what you are receiving here, Najua mnachopokea hapa. it will only work Itatenda kazi tu if we embrace the grace of God. ukishikilia ile neema ya Bwana. If you walk in line with the word of God. Ukitembea na neno la Mungu. The Bible says in 1 Peter chapter 5 verse 10. Biblia inasema kwa Petro ya kwanza 5:10 that the God of this grace, kwamba Mungu wa rehema, the God of all the grace, Mungu wa rehema yote, who have called us ambapo ametuita in the eternal glory, katika ufalme utukufu will perfect you, will atakuhitimisha, establish you, atakudhibitisha, will strengthen you, atakutia nguvu and will settle you. na atakuweka May pia. the Lord bless you. Mungu na wabariki. Thank you. Let's appreciate him. Tumpigie makofi. I have to state you my sons here that Kunao pia watoto wangu, vijana Amen. wangu hapa. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Asante sana. God bless you. Mungu akubariki. I'm given to understand we have several visitors that have joined us. Ninaelewa ama ninapaswa kwamba kuna wageni wengi ambapo If you are wametutembelea. not a student and you are a visitor joining us in the service, Iwapo wewe sio mwanafunzi na wewe ni mgeni umetutembelea kwa ibada, can you please stand so that we appreciate you? tafadhali simama tu tukutambue You mahali are not ulipo. our student, but Wewe you sio are mwanafunzi visiting. wetu, Please tafadhali stand. simama tu. Stand, Oh, stand. simama. Oh, wonderful. Hallelujah. Wonderful, Oh, ni wonderful. ajabu hii. Wonderful, wonderful. Ajabu sana. Welcome to IPTC. God bless Karibuni you. sana IPTC. Now, I want to welcome our principal, Sasa ninakaribisha mwalimu mkuu, Dr. Simon Okwayo. Daktari Simoni Okwayo. Please come and take over. Njoo sasa ukaendelea. And he's the one who will make last remarks. Anaenda kutoa- Karibu sana, principal. Karibu sana. Welcome so much. Amen. What a wonderful day. Ni siku iliyoje ya ajabu. Come on, let's appreciate the word of the day with the Wacha hand clap of praise. tushukuru neno la mchana wa leo kwa shangwe na makofi. Reverend Dr. David Daka, Reverend Daktari David Taka, we appreciate for the execution of the word. tunashukuru kwa kututolea neno hilo. And I believe sitting there and listening to you in the midst of these wonderful students, Na naamini kuketi pale na kukusikiliza katikati ya wanafunzi wa ajabu, the word has been hermeneutically executed. neno limehermeneutically limetolewa kwetu. We've seen all the exegesis of the word, Tumeona upambanuzi wote wa neno, all the application of the word, ila utumizi wa neno, the pictorial of the word, yani kibibilia ya neno, the conclusion of the word, kumalizia tamatisho la neno, and the word shall continue. na neno litaendelea. Hallelujah. Hallelujah. So we are here to encourage those of you watching us live via television, Twitter, WhatsApp, and social media today. Kwa hivyo tunawahimiza wale wanatuangalia katika mtandao siku ya leo. We are here in Eldoret, Tuko hapa mjini Eldoret, the area of Annex, and we are the International Pastoral Training Center. katika eneo la Annex IPTC International Pastoral Center. And down on your screen there is a number that is running down and an email that you can write to us. Kuna bado anwani ambayo inaweza kusaidia ili wasiliane nasi. We welcome you for intakes, we welcome you for inquiries. We are here for you. Tunakaribisha kwa kujumuika pamoja nasi na kila jambo tuko hapa kwa ajili yako. This concluding class is about 84 students. Hili darasa ni la karibu takriban wanafunzi 84. That we are running all the packages from certificate level, diploma level, and the bachelor's level. Tunaendesha mipango yote kuanzia certificate, diploma na hata shahada. I am glad to also announce to you we are represented here with the students from at least 7 nations. Na furaha kukutangazia kwamba tumeashirishwa hapa na wanafunzi kutoka mataifa 7. We have Kenya here with us. Tuko na Kenya pamoja nasi. We have Rwanda with us here. Tuko na Rwanda pamoja nasi. We have the great nation of Brazil with us Tuna here. taifa la Brazil hapa.
Hey, we have Nigeria with us here. Tuko taifa la Nigeria hapa. We have the Democratic Republic of Congo with us here. Taifa la Congo limewakilishwa hapa. So we welcome you. Come join on board that you may be trained, you may be empowered, you may be. Sana uungane pamoja nasi, uhimizwe, ufundishe, utiwe nguvu. We teach. This is a fully fledged institution. Hii ni kichuo ambacho kina uwezo ukamilifu. We are teaching you theological trainings and biblical trainings. Tunawafunza masomo ya theolojia na hata Biblia. We also offer social packages, counseling and other packages. Pia tunapeana hali ya kufundisha ushauri. So you will be coming at the right place and you will not regret. Utakuwa unaingia mahala pazuri na hata hutajutia. But make a quick application because the number is getting full. Harakisha kutuma maombi maana hesabu inazidi kuwa nyingi. And also watching us by a television today. Ndio natutazama kwa televisheni leo. The same God we feel in this place today. Yule Mungu tunayemuishi mahali hapa leo. Is the same God we release to you back home. Ni yule Mungu ambaye tunamwachilia nyumbani kwako. As he has met us here supernaturally. Yani ambapo ametuhudumia katika njia ya ukuu. May he meet your need back home as you recline in the chair. Hitaji lako nyumbani. Hallelujah. 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 Amen. 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 Now that we have concluded this wonderful atmosphere, vile tumemaliza hali ya anga ambayo ni nzuri hivi, we want to call the close of the day. Tunataka kufunga siku hii so that we can dismiss you, ili tuwaachilie, that you can have a wonderful time in the Lord, ili mkawe na wakati mzuri na Bwana. and you can also enjoy a meal for your body, pia mnaweza furahia mulo kwa sababu ya mili yenu, and you can have fellowship with one another. na pia mnaweza kuwa na ushirika na wengine. We call all this two together. Tunaita hivi vitu viwili pamoja, fellowship of the meal together, ushirika wa mulo pamoja, and fellowship with one another, na ushirika na moja kwa mwingine. Wonderful swallowship. Yani kumeza kwa ajabu. Swallowship. Kumeza kwa ajabu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Can we be upstanding as I close us in a word of prayer? Tusimame tunapofunga na ombi hili. Jehovah, everlasting Father, we thank you. Baba Mungu wetu wa milele tukushukuru. There is no another God like you. Hakuna Mungu mwingine ila ni wewe. You are the ancient of days. Wewe ni Mungu ambaye ni mwanzo tena mwisho. The beginning and the end. Wewe ndiye mwanzo tena mwisho. When we began, we invoked the heavens, you began with us. Tulipoanza tulichochea mbingu zikwe pamoja nasi. We are glad you've taken us through. Tunashukuru kwa sababu umetupitisha katika awamu hii. As we come to the conclusion of the day, tunapoingia katika tamati ya siku, end of this service, hata katika ibada hii, we bless you, Jehovah. Tunakubariki Bwana. Be with each one of us. Kuona kila mmoja wetu through the rest of the day. Kupitia siku yote ambayo imesalia. We beseech your grace for this institution. Tunanena baraka ya neema juu ya chuo hiki. We speak grace upon your servant today. Tunanena neema juu ya mtumishi wako leo. Dr. Taka that is with us. David Daktari Taka ambaye yuko pamoja nasi. You've met him come many ways, journeys and miles away from USA to here. Umemsababisha kusafiri mwenda mrefu kutoka Marekani. Bless his family. Bariki familia yake. Bless his ministry. Bariki huduma yake. Bless his nation. Bariki taifa lake. And all the nations represented here. Na mataifa yote ambayo yamewashirishwa hapa. I decree the immanent and omnipotent power of the Lord over this nation. Natangaza kwamba Mungu aliye na nguvu zote. May your hand be upon them. Mungu mkono wako uwe juu yao. And all the members, all the people that are here. Wote ambao washirika wako hapa. I speak a blessing over your families. Nena baraka juu ya familia yenu. I speak a blessing over your regions. Nena baraka juu ya eneo lenu. Over your congregation and your ministries. Hata ushirika wenu. You are blessed. Mmebarikiwa. You are blessed. Mmebarikiwa. You are blessed. Mmebarikiwa. Father, we love you. Baba tunakupenda. We thank you. Tunakushukuru. We bless our meals. Tunabariki mlo wetu. We bless this environment. Baba tunabariki maeneo haya. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Kristo Yesu. Let's give a big amen and a shout. Yesu shangwe na amina iliyokuwa. A big amen and a shout. Hallelujah. And so as we disperse, tunapoondoka, I will want the Senate to assemble here together. Nataka wakufunzi wetu wajumuike pamoja hapa. The Senate, walimu. The Senate to assemble together. Walimu wetu wajumuike hapa pamoja. As the President speaks a word to you. Vile anavyonena baraka, the rest neno baraka. You are dispersed. Wengine kwa hiari mnaweza ondoka. The Senate. Walimu wote. Just hold on a while. Welcome the President. Karibu Rais. Just hold on for a minute, the rest of you, as the Senate comes. Shikilia dakika kidogo wakati walimu wanaingia wanajongea hapa mbele. Hold on for a while.
Shikilia kidogo. We want the president to speak a word to the nation. Tunataka rais anene neno kwa ajili ya taifa. As he stands together with the Senate of the IPTC. Anaposimama pamoja mmoja na wakufunzi wa IPTC. Let us welcome Reverend David Tucker, the president of IPTC. Rais Reverend David Tucker. Thank you, Principal. I really appreciate. Asante Principal, ninashukuru. The people who stand behind me. Watu waliosimama nyuma yangu. Are people of prayer. Ni watu wa maombi. There are people who believe in God. Ni watu wanaomwamini Mungu. But I want to speak to the nation. Nataka niseme hivi kwa taifa. God has made this nation. Mungu ndiye aliyeumba taifa lenu. He's ready to do something wonderful in this nation. Ako tayari kufanya jambo la kipekee kwa taifa lenu. God is going to raise up people. Mungu atawainua watu. They'll bring the nation forward. Ambao watalisongesha taifa hili mbele. Cause it to prosper. Ili likafanikishwe. Cause it to be blessed. Likabarikiwe. But it'll also cause it to be a nation that reaches out to other people. Na hata lisababishwe taifa ambalo linafikia mataifa mengine. Because if we reach out, kwa sababu tunapofikia wengine, God will use what we do. Mungu atatumia yale mema tunatenda. Cause other people to prosper. Kusababisha watu wengine wafanikishwe. And be blessed. Mubarikiwe sana. So I speak to this great nation of Kenya. Kwa hivyo naongelesha taifa kuu la Kenya hili. Nawaambia Kenya. You have a beautiful beautiful shield as your flag. Muko na ngao ya dhamana kwenye bendera yenu. And the Lord is our shield. Na Mungu ndiye ngao yetu. And he will be your shield. Nawe awe ngao yenu. He will be your protector. Awalinde. And he will give you strength. Na awape nguvu. And so stand strong. Musimame hodari. And know that God is with you. Na mjue Bwana yu pamoja nanyi. God bless you. Na wabariki. Amen. Tunapotoka kwenye hewani, wacha tushangilie Bwana na makofi na vikelekele. Waimbaji wanapokuja, shangwe na vikelekele na vikelekele na vikelekele. Shangwe na vikelekele waimbaji, mbio. Shangwe na vikelekele waimbaji. Shangwe na vikelekele waimbaji. Hallelujah. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie hata kushindia. Yesu mwambie Baba